Farodhi TV, wega umagana mushie. Murori wa Farodhi wa Thayo TV, ndakugeithia na ndakunyita ũgeni mahinda-inĩ maya. Thank you nĩ gũcagũra gũkorwo hamwe na ithuĩ mahinda-inĩ maya mĩarahuko rũcinĩ hwaĩ-inĩ kana ũtukũ ũyũ, kũringana na harĩa ũranũmĩrĩra ũrĩ wĩ Kenya na nja ya bũrũri, wĩ Africa na continent iria ingĩ ciothe, akina Europe, Asia na kũkũnga guothe, Australia, South America. Tugacokia ngatho muno makiria. Thank you nĩ gũcagũra gũkorwo ũgĩtwĩrorera. Make sure wa subscribe nĩgetha ndũkahĩtũkwo nĩ maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ twĩna Shepherd Conrad Nandwa na tũkĩrĩ haha gũteretanga maũndũ maingĩ hihi marĩa marakũhutia we na mangĩ ma bũrũri na marĩa mangĩ ma kanitha, na koguo nĩ wega gũkorwo ũrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũgĩgĩtaũkwo ũrĩa maũndũ maikaire. Nĩ kũritũ mũno makiria, koguo ikara hamwe na ithuĩ bũrũri ũyũ maũndũ nĩ maingĩ marĩa makĩrĩ kuo. Ĩndĩ mbere ndayagũririkania tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center, ngũthi cia wĩkĩri wa terrazzo thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na mũno makĩria thĩinĩ wa kaunti ciothe 47. Na tũgagĩkorwo tũrĩ akenu mũno makiria nĩ gũkorwo ona nĩ ũkoretwo wĩ mũhari-inĩ wa mbere kũmahe wĩra tũtũri-inĩ tuothe twa bũrũri ũyũ, arĩ othe marĩ na mĩako ya apartment na hostels, mashukuru, petrol station, indo ta iganda, mago down, andũ maraka mĩkawa, mathibitarĩ, andũ maraka mabengi, nĩ makoretwo magĩtwĩra nĩ mũramakinyĩra na njĩra nene, na oho mũgatigĩrĩra atĩ nĩ mũrarutithania wĩra. Express Terrazzo Center mendagia material cia terrazzo iria icokaga gũkorwo igĩthiĩ gũtura terrazzo, tondũ material cia terrazzo nĩ nyingĩ na ithia igatukanio igatuĩka terrazzo, na makĩrĩ na rori ya gũtransportera oho na mafundi ya gwĩkĩra installation, na koguo no wega gũkĩaria nao nĩgetha mũbangane. Gũtirĩ nyũmba ĩtekĩragwo terrazzo floor-inĩ, stairs-inĩ, flat roof igũrũ, compound-inĩ, basement, parking area na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Koguo mwaka ũcio ũraka believe me no ũgabatara terrazzo, na wona wakinyĩrĩra hau ũkaririkana kwĩna andũ maretwo Express Terrazzo Center. Namba ciao cia thimũ nĩ 0798 333 000, 0798 333 000, kana ũmacere harĩa Eastern Bypass area ya Kamakis handũ hetagwo Karuguru. Nĩ ũkũmakora hau, nĩ ũkuona signboard yao ndune yandĩkĩtwo Express Terrazzo Center. Ũndũ ũcio kũrorega mahinda mega ngoro ngĩkaribisha mũnabii na ota mũtugo kana o rĩngĩ tũkĩhũthĩra lugha ya Gĩthweri nĩ tondũ ndakĩigua Gĩkũyũ na tũtingĩhingĩrĩria ndũmĩrĩri atĩ tondũ ndaraigua Gĩkũyũ. Kwa hivyo karibu sana. Asante. Wakati mwingine. Yeah, nashukuru. Tumekukosa kwa muda, sijui ulikuwa wapi? Nilikuwepo and always God's time is the best. Kweli. Yeah, na nimesikia ukiniintroduce kama nabii. Mimi sio nabii lakini ni kipawa tu. Najua there are gifts and offices. Yes. So I'm not a prophet, but Mungu anatumia tu kwa hiyo kipaji pia. Okay. Yeah. Na tunasema si lazima uwe nabii ndio upewe kipawa. Ni kweli. So, lakini huenda unaweza pewa kipawa alafu ukakuja kuwa kwa ile ofisi ya unabii. Lakini kwa sasa bado haujaingia hapo. Ofisi unajua Mungu anakuteua na anakupea kabla hata uzaliwe. Oh, okay. When you are a prophet, hata aliambia Jeremiah kabla nikuweke katika tumbo la mama yako nalikujua na nilikuteua. So once a prophet, always a prophet. Okay. Yeah. Alright. Yeah. Lakini pia huenda ukateuliwa baadaye. Yeah. Manake unajua Mungu anaweza kutumia alafu kisha baadaye akakuteua. Ya, unaweza ukafika ukawa mwana wa manabii. Unajua sasa ndio tunafuatilia urejesho wa kanisa. Na after church restoration ndio sasa watu wapate njia, manake kulikuwa hata na wana wa manabii. Bao walikuwa wanatembea na mtu kama Elisha na hata kulikuwa na Elijah, alikuwa pia na wenye walikuwa chini yake. So ndio unaona na persist sana haya mambo yapate njia yake. Ndio sasa hii mchanganyiko iache kuchanganya watu wapate mwafaka na wanende venye Mungu anataka. Yeah. Okay, wacha tusikize basi leo una yapi ya kutuambia. Leo ni venye Mungu ameniarausha na ukiona Mungu anasisitiza jambo ni jambo ambalo liko. Kweli. Na Mungu alinipa maono na akawa ananiambia kwamba kutakuwa na state emergency. Na ni jambo ambalo inatakana tutilie mkazo, tujue kwamba Mungu anataka nini. Manake ikiwa watu hawatatenda kulingana na venye Mungu anataka, mapigo yataendelea. Na Mungu hana hasara, manake sisi wanadamu ndio tunahitaji kutoka kwa Mungu. Ikiwa tutaji-align ourselves na Mungu, utapata mambo yanakuwa magumu. Kwa hivyo Mungu anataka watu wajue
anataka urejesho wa kanisa lake ambalo ni ufalme wake. Na hapo ndio shetani ameleta confusion mingi. Manake hata kule nyuma tena alinipa ono lingine, nikaona kulikuwa na chaos mingi sana, mpaka watu wanaingia kwenye maplot wanahangaisha watu. Majambazi sasa wakateka advantage, wanaingia mpaka kwa maplot, wanaterrorize watu na vitu kama hizo. So jambo hili ni jambo ambalo linahitajika tulichukulia maanani, manake Mungu anataka ufalme wake. Na wakati wa utawala wa dunia umefika kikomo. Lakini ikiwa Wakenya tutajua Mungu anataka nini, ndio mapigo yataendelea na tutaendelea kulia. So it is a high time tusitize na tufuatilie ufalme wa Mungu. Na ndio unaona watu wa Mount Kenya wengi hata hawanipendi, manake ninakosoa, watu hawapendi kukosolewa. But usipokosolewa ama usipende kukosolewa, unapata kwamba hauwezi ukaenenda na Mungu. Hata Biblia inasema Mungu mrudi yule ambaye anampenda. Mungu anakuadhibu ikiwa anakupenda, anakurekebisha na kurudisha katika njia. Lakini shida tulio nayo kuu ni kwamba watu hawataki kurekebishwa. Na hata mtu mwenye anakuonya ni rafiki yako. Manake mtu, shida yenye tuko nayo mingi ni kwamba mtu ukimuonya ama ukimwambia hii haistahili na stahili hivi, mtu anakuchukulia kama adui. Na hata Biblia inasema in Proverbs chapter 29 and verse 1, mtu anayerudiwa ama anayeonywa na asisikize ama asibadilike atavunjika. So inahitajika watu wasikie maonyo, manake njia ya Mungu sio njia ya machafuko na ni njia ya amani. Sasa tunatafutilia amani. Na ndio ninasisitiza sana jambo hili la ufalme wa amani ambalo linazungumziwa sana na watu wa Mount Kenya. It is due time tujue na tusikize sauti ya Mungu ya kweli na tuenende katika ukweli wa neno la Mungu. Hiyo peke yake ndio itaweza kutusaidia. So state emergency is coming. Na hapa ikikuja hata wewe ukiwa ni nabii ama ukiwa ni nani, watu wote wanaumia. Uwe wa Mungu usiwe wa Mungu, wote wanalia kwa sababu hakuna mtu mwenye atakaa nchi nyingine ama atakuwa kwingine ama atakuwa mbinguni. Sasa tutakuwa bado tuko hapa. So inahitajika tuwe watu wa kujua ni majira gani. Na Mungu anashangaa sana ukisoma in the book of natamani tusome Ezekiel chapter 8 and verse 7. Manake watu wengi hawaelewi nyakati na majira. Na usipoelewa nyakati na majira utapata itakupea wakati mgumu sana. This is Jeremiah chapter 8 and verse 7. Jeremiah 8 and verse 7. 8 and verse 7. Naam, koikoi angani yajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na bayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao, bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Achia pale. So Mungu analinganisha ndege. Ndege wanajua nyakati na majira, hata wanajua wakati wa kuingia na kutoka. They know about their time and season. Sure. But the people of God, they don't know about the judgment of God. Sasa hii season ya Mungu imepata watu wengi, they are still in slumber. True. And ukifanya kitu chochote outside the season of God, unapata haiwezi kafanikiwa. So people, ndio hata ninaambia watu, it is the religion are outdated. Wakati na majira ya dini imeisha. Na ikiwa tutakuwa kama ukisoma in the book of 1 Chronicle 12 and I think 32, pale kulikuwa na wana wa Isaka. The children of Isaac walikuwa wanajua kupambanua nyakati na majira. Sasa ni wakati huu tupambanue na tutafutilie ni majira na nyakati za kufanya nini. Manake ikiwa tutakaza shingo, watu wanakaza shingo wanataka kuendelea na dini. Manake dini sikatai zimekuweko, hata watu tumezaliwa katika dini. Lakini haimaanishi tutakaa pale tu. Eti hiyo sasa ndio tuanzie hapo na tumalizie pale. Manake kuna watu wa kufavorite wanapenda dini zao na nini, but the time has come we love God more than everything. Manake ukisitiza na ushike na dini yako kabisa haitakupeleka mahali. Ukweli wa Mungu peke yake ndio unaweza ukafanya nini? Ukaokoa watu na ukawaweka huru. So that it is appointed time watu wajue Mungu anataka urejesho wa kanisa lake ambalo ni ufalme wake. Without that hakuna amani itapatikana Kenya. Na tusitumainie wanasiasa. Manake wanasiasa sasa nao ndio unaona ukiona wana gather together wana plan venye wataendeleza nira. Hata juzi niliona Uhuru akiwa kule State House akiwa wamepatana na they are after their own interests. Sure. Na Wakenya tutoke kwa huu ujinga wa etu ni mtu wa kwetu, kwa sababu ukienda kule hata kwenye Odhaya kwa kina Kibaki si kuna watu wanateseka bado. Ukienda kwa kina Kenyatta si watu wako wanateseka. Yes. Ukienda Moi amekuwa president for 24 years watu wake bado wengine wanalia. Haya, ukienda Western kule Mudavadi amekuwa makamu wa rais, amekuwa prime minister na yote, lakini watu bado wanateseka. So the time has come tutoke kwa ujinga wa ukabila na nini. What we need ni watu wasimame na tualign na ukweli wa Mungu.
Kwa sababu watu strategy yenye wanatumia kubwa sana ni watu wazidi kuwa maskini. And Farudhi, for your information, hizi kampuni hata zenye unaona zinaanguka hizi mingi ni wanasiasa wanaangusha. Because they use a slogan, make them poor, you rule them forever. Ukisoma in the book of Proverbs chapter 22 and verse 7. Biblia inasema kwamba tajiri humtawala maskini, naye anayekopa ni mtumwa anayekopesha. So they use that slogan that uwezi pata Raila anaenda Runda kukampeni, anaenda Kibira, wanaenda Mathare, wanaenda Korogosho na mitaa kama hizo, kwa sababu kitu ya kwanza wamefanya watu ni maskini. People are idle. Hata mtu hawezi nunua nguo. Ndio sasa wakikupea t-shirt ya mwanasiasa ndio utatumia, sasa unamadvertise na hata akulipi. Yeah. Kwa sababu anajua mtu akiwa ana pesa zake na ana mahitaji yake yako pale, uwezi ukamtumia venye unataka. But if they are poor and idle, wakiitisha 100, wamama wanauana kwa line. Wakiwaambia kuna unga kilo 2, watu wanafinyana kwa line mpaka wanapigana. So wanataka hivyo ndio waendeleze utumwa. But the time has come, let us know the truth. And the truth will set us free. Sure. Yeah. So hata nimeona kule Khalwale akiwa anapiga mdomo kule. Unajua kuna mambo, what I like of Khalwale, anakuanga mjasiri. Lakini ujasiri, tunataka ujasiri wenye unatupeleka mahali. Kwa sababu alikuwa anasema eti yeye ndiye alikuja akachukua bunge wa kule Kakamega kwetu akawapeleka State House, wakakubaliana mambo ya SHA. Akasema tena eti yeye ndiye alichukua mobilize chief and assistant chief more than 400 akaleta kwa boma yake, akawaambia wasensitize watu na waandikishe SHA. Lakini sasa the same Khalwale ndiye anaambia watu eti SHA iko na corruption na watu wako kwa shimo. Sasa mimi najiuliza, Khalwale venye alikuwa anapeleka watu, kwani hakuwa anajua anawapeleka wapi? Because we want the surety. Kwa sababu the time has come, people should do away with these satanic researches. Kwa sababu maisha ya watu huwezi wafanyia research. Eti wacha tujaribu tuone kama itafanya ama haitafanya. So ninashangaa the same Khalwale mwenye aliwapeleka tena ndiye anawaambia eti huko ni kama wewe baba unaletea watoto mkate iko na sumu, tena unaanza kusema eti hii mkate iko na sumu. So we don't want those noises as itatusaidia. We want to do one full revolution ambayo people will not regret. And only in God ndio utaweza pata kuna surety. Manake unajua mambo ya Mungu hata kama unaenda na hujafika, but you are sure of it. Kwa sababu it is not a matter of guesswork. But all this political zenye watu mnaona hata wanapiga kina Khalwale kelele hizi, hazitatusaidia. Kwa sababu yeye atakwambia sasa tutoke huku tena atakupeleka huku. Kwa sababu the same Khalwale ndiye alikuwa na Raila. Sasa yako na Ruto. Hata utamuona na mwingine. Si eti kwamba uadui ni maadui. It is all about interest. After sasa Khalwale tena atapata interest yake iko huku, kwa sababu chenye wanasiasa hawataki ni kupoteza ground. Wao wanasimama kwa migongo ya watu, wanakutumia then wanakudamp. Sasa wakati wa wananchi kutumiwa umeisha, mkatae. Tuseme tusitumiwe tena. Mtatumiwa mpaka lini? Kwa sababu mwanasiasa atapiga mdomo hivyo, mwisho tena utaona yeye mwenye anakataa wanakaa pamoja. Wanapanga sasa hawa watu tuwaekee nira wapi? Tena wanapanga wanaekea utumwa. So the time has come. Let us focus on the truth of the word of God. Sure. For the establishment of the kingdom of God. Ili watu wakapate kupata amani. Na hata watu wa Mount Kenya wenye wanasimama eti Kashaga hizo wapeleka mahali. And for your information, there is a vision that God gave me early this year. Niliona katika Kashaga na watu fulani, niliona watu katika room. Kashaga wako wanaonekana pale. Walikuwa wanatafutilia kama kuna makaratasi yenye ameandika mambo ya kufichua yenye anafichua hii ili waendeleze kufichua. Which means hata mambo yenye anafichua itakufika mahali pia izimwe. So if you trust on a man, umeisha. Sasa hata hizi zenye anasema yeye ni truthful, ukweli wake itafika mwisho. Na sasa Kashaga akifika mwisho, nyinyi mtaenda wapi wenye mnamfuata? Situfuate Mungu mwenye hana mwanzo na mwisho, ambaye destiny yenye amekusudia watu wake lazima itimie. So ili silo jambo tuweke ukabila na nini. But let us stand on the truth of God. Kwa sababu hata Kashaga niliona alienda Marekani. Ni kama wewe Mr. Farudhi, mkwe wako uko na issue na yeye na unaenda unaambia jirani mambo yenye iko kwako na nini. Unajua si ajabu kwamba unapata hata jirani yako ndiye anachukua mke wako. Sasa ndio yenye Kashaga anafanya. Unaenda kumwambia kwangu mke wangu na mambo yangu iko hivi na hivi, naambia Marekani is having an interest. And I'm sure hata Kashaga venye alirudi walikubaliana mambo fulani. Tutakusaidia hapa na hapa, lakini wewe ukiingia iwe hivi na hivi. Sure. For how long should we be slaves? Na utumwa tutaendelea nao mpaka lini? Na Mungu naye hataki haendi na watu ambao ni watumwa. You remember in the book of in the book of Exodus chapter 5,
Wakati ambapo Mungu alitaka kutumia wana wa Israeli, aliwatoa katika utumwa. And when you read also in the book of 137 of Psalms, wale wana wa Israeli wakaambiwa waimbe wimbo wa Bwana, wakakataa, tutaimba katika nchi ya utumwa. Sasa hata pastors wenye wanakataa eti kwamba wanaendeleza watu eti wanaabudu Mungu, how will you worship God in slavery? So it is until watu watoke katika utumwa. Watu wakishatoka katika utumwa, hapo ndio tutaenenda hata na Mungu. Sure. Maombi yetu yatasikika. Lakini saa hizi tungali watu wangali katika utumwa. And pastors I wonder, because wengi wanaenda kule State House. Sasa wanaenda and there is no change. Kwa sababu wengi wao wakishapewa pesa zao hawana haja na watu. And the will of God is that watu wakae, because God is all about governance. Kwanza hata Mungu akituma manabii wake na akituma watu wake, interest kubwa ya Mungu ni kwamba watu waweze kukaa venye yeye alitaka. Kweli. Sasa hawa manabii wenye wanaenda hata State House wanaongea na nini na rais? Kwa sababu sioni vitu zikibadilika. For example, there is a time mimi niliandikia the government of Kenya and I have the letter and it is well stamped, nikapeleka in the Ministry of Health, nikapeleka Labor, nikapeleka in the Parliament and everywhere. And nilikuwa na comment na lalamika kwamba watengeneze mfumo huu ambao ni wa matibabu. I was suggesting and proposing that it is not logical kwa mama kuhudumiwa na wanaume. And you are aware hata midwives wako, kuna midmen wenye wanazalisha wa mama. Which is not biblical. Na nikawa nalalamika hilo jambo, hata nilifuatilia Parliament siku wao wana debate kitu kama hicho. Na wanatuambia hata ukisikia national anthem yetu inaongelea Mungu. Sasa najiuliza ni Mungu wa aina gani? Sasa hili jambo nikawa nasema, because ukisoma in the book of this is Exodus chapter 1 and verse I think 15. Kulikuwa na Shifra na Pua ambao walikuwa midwives. Hawakuwa wanaume, ndio walikuwa wanazalisha hawa mama. Hata ukisoma in the book of 1 Samuel chapter 4 19 to around 20. Finehasi mke wake alipokuwa anajifungua, wanawake ndio walimzalisha. Sio wanaume. Na hata ndio unapata shetani ameingia sasa, mpaka hata wamama wanasema ukizalishwa na mwanaume, ni vizuri sana, hata wanakuhudumia vizuri kuliko wanawake. But that is the lie of the devil. Na hata hapo ndio huwa na challenge mtu kama Prophet War, kwa sababu yeye amekuwa na platform kubwa sana na marais anakutana nao. Hata Uhuru nakumbuka wakati wengine alimpea helicopter na nini. Ni mtu akipiga simu rais anashika. Sasa kama sio kwenda kuramba masahani na pesa na nini, ni nini wanaongeanga? Kwa sababu if you should go there to defend faith. Rais akisema tu kwa nchi hii kuanzia leo mwanaume atahudumiwa na mwanaume na mwanamke na mwanamke, itaanza saa hiyo hiyo. Kwa sababu hata ninaona wanafight mambo ya gender equality. Kwa sababu siku na nasi wanawake na nasi wanaume. Mbona wasitengeneze mambo taifa letu lionekane la kiungu? So that's why I'm defending I'm against the prophets wenye wanajiita majina makubwa na hawafundishi watu ukweli. Kwa sababu hata watu wa Prophet War sikatai wanavaa vizuri. I like that. They are so decent. Na nikikuuliza Msafarudha amshua pia wao wanaenda tu hospitali zenye sisi tunaenda. Imagine mtu anavaa hivyo vizuri, wanakuambia kuvaa miniskirt ni dhambi na nini, lakini wao wakienda shetani anaongojea kwa hospitali. And I want Prophet War to challenge me. Ikiwa ninazungumza jambo lenye sijui, ani challenge na ukweli wa Mungu. If you are really defending the faith of God, wewe ulikuwa na Uhuru, wewe na Ruto mnajuana, wewe na president wenye amekuwa na wanakuheshimu kabisa. Mbona hata hujaguzia jambo kama hili? Kwa sababu watu unawahubiria, they are decent, yes, hatukatai, but that is not enough. So the time has come tutafutilie gari na tutafutie njia ni gani. Kwa sababu we want a system ambayo itaonekana, ambayo ni ya kiungu. System ambayo italeta mabadiliko na mtu hata akiingia Kenya anasema for sure this nation is of God. Lakini tukiwa tunasema tu tunataja Mungu kwa mdomo tu lakini matendo yanakanusha, hatuwezi tukaenda mahali popote. So the time has come. Religions hazina maana. There is a vision that God gave me. Na Mungu akanionyesha mti mkubwa sana, sijaona mti kama huu. Uko na mizizi mikubwa. Lakini nilipokuwa ninaangalia mti hauna matawi, haina branches. Sasa nikawa katika ndoto nikawa najiuliza, nauliza Mungu, na hii ni nini? So God was revealing to me, hizi ni dini. Ziko na mizizi na zimeingiza mizizi, iko na mizizi kubwa sana, lakini hazina matawi. Na mti wenye hauna matawi hauwezi ukazaa matunda. So hata tushikilie dini hizi miaka ngapi, there is nothing we can achieve. So the time has come, tuachane na dini, let us focus on the truth of seeking the kingdom of God. Hiyo peke yake ndiyo itapata kutusaidia. Lakini ikiwa unatetea dini yako, because there are some people, si eti kwamba ninaongea jambo lenye ni la uongo ama nini, lakini ni wenye wanachukia tu kwa sababu wanapenda pastor wao sana kuliko Mungu.
Na amelaaniwa mtu anayeweka tumaini kwa mwanadamu. Amemweka mwanadamu kama kinga yake, huko amemsahau Mungu. So let us focus, join hands and seek the true way of God. Hiyo peke yake ndio inaweza kutusaidia. Kwa sababu ukiangalia hata katika dini hizi, they are teaching heresy. For example, ninasikia watu wengi sana wanasema, ni maombi nilikuwa nasikia kwa dini, hata sasa hivi kuna wengi watazamaji hata watakomenti hapo usikie. Wanaomba I bind the devil. And that is just heresy. How can you bind the devil? The devil is supernatural. Kwa sababu shetani you know, so many people they don't understand the jurisdictions of God. Kwa sababu kama wewe mwanadamu, manake wengi wanasema tumepewa mamlaka, chochote kitakachofunga hapa duniani tumefunga kule mbinguni. Sikatai, lakini shetani utamfunga aje? Na ni wakati Mungu amempea hiyo wakati. Ukisoma even in the book of Luke chapter 4, wakati Yesu alikuwa anajaribiwa na shetani, Yesu ambaye ni Mungu hakufunga shetani. Kwa sababu alijua it is appointed time shetani amepewa kumjaribu. Haya, ukiangalia in book of Revelation chapter 20 1 to 3, malaika alishuka na nyororo na akafunga shetani akamweka katika shimo. Sasa hao wenye wanaomba I bind the devil, mbona Mungu aruhusu malaika tu ndiye alipewa huo uwezo akuje afunge shetani amweke kwa shimo? Wewe mwenye uko na nguvu za kufunga, mbona hujafunga shetani miaka hii yote ya nyuma ili watu tuenjoy amani ya Mungu? Na kuongezea kwa hiyo, ukisoma in the book of Revelation 13, ukisoma 1 to around 8, hapo ndio utapata kwamba shetani alipewa uwezo hata kukufuru jina la Mungu na ajaribu watu wote na hata apigane na watakatifu na awashinde. Sasa niulize, shetani atapigana akiwa amefungwa? It can't happen. So people are praying amiss and they are going in heresy kwa sababu they don't understand the times and the season. Na ukisoma Revelation 3 and verse 7, mlango ambao Mungu amefungua hakuna mtu anafunga, na mlango ambao amefunga hakuna mtu wa kufungua. Sasa ikiwa Mungu ndiye alipeana hiyo mamlaka na ama huo wakati kwa shetani, wewe utatoa kama nani? Na ndio utapata wamekazana na mtu anatoka jasho, I bind you the devil, I break. Wewe unajiletea vita zenye uwezi. Mungu peke yake ndiye ako na huo uwezo. So let us focus. Manake elimu zimekuwa mingi na hata mpaka watu wamechanganyikiwa, wameshindwa sasa tufanye nini? Hapo ndio tumefika. But let us rely on the truth of God. Because Mr. Farudi, without the revelation of God, hauwezi jua ni nini kinaendelea. Sure. Ninasikia hata kule Mount Kenya wengine wanasema the body of Yeshua, the body of, there is not the body of Yeshua now. The body of Christ haiko. And I want us to confirm. Acha tusome in Ephesians chapter 1 from 20. Ephesians chapter 1 20 tukiteremka. Wa Efeso. Yeah. 20 to 23. Wa Efeso 1:20. 1:20. 23. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwengu humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Acha tusome pia na 1 Corinthians chapter 1 10 to 13. Basi ndugu, na wasihini kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na shauri moja. Kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kleo, ya kwamba iko fitina kwenu. Basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu kusema mimi wa Paulo, na mimi wa Apolo, na mimi wa Kefa, na mimi wa Kristo. Je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Sasa hapa ndio Mungu anataka kwamba tunie mamoja, one faith now. Na saa hizi Mr. Farudi, ukienda dini azielewani. Waumini wenye wanasema eti sisi ni wa Kristo, they can not go or end katika one doctrine. Kweli? Na ni maadui sana. Huyu hataki, hata pastor mwingine unapata huyu amefungua hapa, huyu amefungua huyu hapa, hata hizi salimia wa hapa akiingia. Sasa how can the body fight itself?
Na ndio ukisoma in the book of Matthew chapter 9 and verse 36, Kristo anasema niliona watu wametawanyika kama kondoo wasiokuwa na mchungaji. This is the time. They are scattered all over. Sasa it is the time now to pursue the kingdom, ndio tuwe na the body of Christ. Mwili mkono hawezi piga kichwa, kichwa hakiwezi piga mguu. But saa hii wenye wanajiita hata Wakristo hao, uwezi wabeba kwa kikapu kimoja. No, so that is not the body of Christ. It is until we achieve the kingdom, now it becomes the body. Kweli. In one faith, in one baptism, in one God, one faith and one baptism. So ikiwa alijakuwa one faith, hatuwezi tukakuwa na mwili wa Kristo saa hii. Na hata wenye wanasema eti kwamba ufalme wa Mungu huko, because ukisoma in the book of 1 Corinthians chapter 4 and verse 20, the kingdom of God is not in words but it is in power. Sasa ikiwa mamlaka hiyo haiwezi patikana ikiwa watu hawaja-align na Mungu ambaye ndiye mwenye mamlaka. Manake mwenye mfalme hujulikana na kiti chenye amekalia. And ikiwa watu hawajaenenda na mfalme ambaye ni Yesu Kristo na hawaja-align na yeye, they cannot gain that power. Manake una-align na mtu ndiye akupee chenye wako nacho. Mwezi mkaenenda na wawili in 3 Amos 3:3, the two cannot go unless or until they agree. So it is until we align with the truth of God na ndiye hata tupokee hizo nguvu. Na hata ukitaka kujua kwamba sasa hivi unajipiga mdomo bure, hamna mamlaka, kwa sababu ukisoma Acts of Apostles, this is Anania and Sapphira. You remember the story. Hata waumini najua wanajua vizuri. Anania na Sapphira for example walipokufa, waumini ndio walishughulikia. Manake hata Peter alimwambia, tazama miguu yenye imezika bwana wako iko hapo na pia wanakuchukua. Was it bwana kama mkaka? Lakini mtu wa zamaji anajua hiyo story vizuri. So wao ndio walizika bila hata kuhusisha serikali ya dunia. Sasa hizi Mr. Farudi hata mtu akifa katika hiyo dini, hata wanaweza zika bila serikali kujua. Sasa wako na mamlaka gani? Labda Shakahola. Lakini ikiwa hiyo wakati ilikuwa jukumu la waumini, wakachukua wakazika na hata mtu angeuliza. Lakini saa hizi hata jaribu, hamna power, ni mdomo tu mnasema. So it is until watu wajue ni nini inatakikana. So during the millennium reign of Jesus Christ, ndio watu watakuwa sasa na nguvu. Hapo ndio Biblia inasema kwamba watakanyaga maadui zao kama jivu. Sasa hapo amani itakuwepo na watu wanao international na Mungu wao watakuwa jeshi sasa kubwa. Na watakuwa na usemi na nguvu na mamlaka. Lakini saa hizi hata waseme na nini na waombe, they are wasting their time. So this thing of udamaki wa dayo, that's why unaona na emphasize kabisa, because I'm sure ndio njia. Lakini shetani ameteka advantage na ni kazi kubwa ambayo inahitajika, inasubiriwa na dunia na ulimwengu mzima. So sio jambo lenye natakana tuwekee pale sarakasi na researches. Ni jambo ambalo linastahili lishukuliwa kwa uzito mkubwa. Baada ya kuchukuliwa kwa uzito, Mungu naye ataingilia, because watu wakianza kufuata sauti ya Mungu, wakifuata sauti ya Mungu, God will back them up. Lakini tukiendelea na makelele na mivutano mingi, there is nowhere we are heading. So sijui ni nani alidanganya wa Kenya, manake ninataka nitoe wa Kenya kwa hii mawazo kwa wanasiasa. Manake wanadanganywa sana eti mtu wetu akiwa kwa serikali tuko sawa. Mambo ya maslahi yenu inaangaliwa. Yeah. Eti mnadanganywa Mudavadi akiwa kwa serikali waliwe mko sawa. Eti mnadanganywa sijui nani, but haisaidii chochote. Because wale watu ukitaka kujua tunadanganywa, mwanasiasa anatumia kukampeni pesa more than zenye ukiweka miaka 5 yenye atakuwa kwa kiti haziwezi fika na zenye amekampenia. It is all about akiingia, si ni kuiba anaiba. Ni kukopesha amewakopesha na lazima anarudisha na interest. Mtu unapata anataka ugavana na anakampenia more than hata 3 billion. Wewe uniambie hizo pesa. Kuna mtu anataka hasara dunia hii kweli Faruku? Sasa akishaingia kule lazima naye hakikisha atarudisha. Sasa Wakenya tunachezewa. Tuachane na hiyo mambo, democracy tusahau nayo. Tutafute utawala wa Mungu peke yake ndio utaweza kutuokoa. Kini hii mambo eti Mudavadi wetu sasa itufalme mmekuja, hakuna hii mambo Khalwale wetu hii mambo sijui nani tuachane nayo. Eti Kashagwa wetu hapana. Wakati umefika tutafutane na ukweli wa Mungu. Kwa sababu hata nimesikia pastors wengi wakipiga kelele sana eti wako against corruption. Tuanze na mapasta kwanza. Hao ndio zaidi. Tuanzane na wao. Na project haziishi. Sasa wale ndio wezi wakubwa. Wao tena sasa ndio wanafunza hata hawa wanasiasa mbinu. Manake bali unajua hata wao wenyewe wanafaa kulipa mpaka fungu la 10. Hawalipi. Si wao ni kujitafutia. Ukiangalia hata matoleo yenye inatolewa hii, because matoleo sio yako peke yako pastor. Hata wajane, kuna wajane wamejitolea kwa ajili ya kazi ya Mungu. Inastahili wakule kwa hapo
mahitaji yao iwe solved pale. Kuna yatima na nini. But haifanyiki. Ile yenye inafanyika ni sarakasi kidogo kwa kamera, eti unaona pastor fulani ama apostle ama nani eti amelipia watu nyumba na nini, sijui anawafungulia tu biashara, but kugather na kupembeleza watu waingie kwa dini yake. Hata Biblia inasema mkono wako huu ukitoa mwingine usione. Mbona mnatuwekea kwa kamera, tufanye aje? Na sasa ya nini? Kwa sababu hata hii maombi yenye wanaomba, ukisoma na Isaiah 58 inasema ikiwa mjasikia maskini na hawa watu wenye hata lala katika barabara, Biblia inasema hata kufunga kwenye wanafunga ni kazi bure. Wanajitesa bure kwa sababu kuna mtu hana makazi, mtu hana hata pa kuishi. Lakini sasa wewe hujamhudumia. Mungu anasema you are wasting time. Na hata watu wanaenda katika dini, si wao wanawapita tu katika njia hizi. Sasa Mungu atasikiaje maombi kama haya? Sasa for God to hear our prayers, kitu ya kwanza tena itatakana hao watu watolewe. Wapatiwe makazi, wawe na chakula. Pia ndio Mungu atasikia maombi ya watu. Lakini Mungu hawezi sikia hizi zenye wanawapita na V8, wanawapita na wanaenda kule wanapea pesa 20,000, 100,000 na umeacha watu wanateseka nyuma. It can't work. So it is until tusikie Mungu anataka nini, tusimame katika ukweli wake. Vijana wetu wanateseka, mandugu zetu wako katika streets, hawana pa kuenda, mama zetu wanahangaika. Paruti, sometimes I go even kwa market paka naaibika. Unapata mtu rika ya nyanya yako ako kwa soko mpaka unalia. Wewe uniambie sasa tutakuwa na baraka na mama kama wewe anahangaika hapo? Because mama kama wile inatakana awe nyumbani anakula, anakunywa na anakaa tu. Lakini ikiwa anangangana na baridi, anangangana pale, ni laana. But pastor bado anaambia watu, sisi ni wa Mungu, we are anointing. Mnatoa wapi wakati mambo imesambaratika? Power mnatoa wapi wakati mambo imeharibika? So it is until mambo iregeshwe kwa njia ambayo inastahili. We need a governance yenye haina Mkikuyu, haina Mluya, it's governance ya Mungu yenye haina ukabila, yenye kila mtu ni mtu wa Mungu, yenye kila mtu anaweza sikizwa, kila mtu atakuwa catered for. Hiyo ndio utawala wenye Mungu anataka. Lakini huu wenye watu wanakimbilia, hata mapasta tutaanza na nyinyi na Mungu anakuja, they cannot escape. Mr. Faruthi, Mungu anakuja kwa hasira, utaona. Wenye unaona wanavuma, vita itaanza na wao. Watasafishwa. Kuna watu watapotea, utawahi wasikia, wataenda wakienda kabisa, kwa sababu wamepora watu kwa jina la Mungu kwa njia mingi sana. Wengine hata mpaka anadanganya mtu, anauza mali yake anampelekea. Mwingine anaambia tusijue acha watu wako na nini, na heresi zote. So the time has come, God amechoka hata na hizo maneno za watu. Sasa anataka kupigania watu wake. Nasi masalio wale wa Mungu tusiachwe nyuma. Let us reason together. Let us come together. Ninaambia watu wa Mount Kenya, because you are the custodian, let us come together. Tutafute huyu mtu mwenye Mungu aliteua. Yuko wapi? Hapo ndio gari itaanza. Tuache hizi story mingi, kwa sababu niliona ule ambaye ni mbeba chondo kule Mount Kenya alisema hata kuna mwenye alienda kule akamwambia mimi ndi Habinga, Mungu aliniteua. Akamwambia sio wewe, lakini utakuwa tu mmoja wapo wa watu wa ufalme wa Mungu. Kwani wewe msaidizi ambaye wa Habinga ama msaidizi wa nabii, utateuaje nabii? Watu tuache tutige tuache uguruki. Wewe mdogo utachaguaje tujue sasa ni huyu? Ule ndiye anakuja ndiye atajua. Ndiye aanze kuweka structure, not you. Eti wewe ndiye uko na uwezo wa kujua eti ni wewe ama sio wewe. Who lied to you? So let us come. Isiwe ni mambo ya bedroom. Watu wakuchangamane pamoja. Hata mimi naandwa nikikuja pale pia mimi nitakuwa tu participant wa kufuata matunda ya watu wenye wanajieleza. Kwa sababu huyo mwenye Mungu aliteua sio mimi. Na sijasema ni Mluya. Na sijasema sijui but I know is from Mount Kenya. Let us put differences aside. Manake watu wanaendelea research. Kwa sababu ile yenye niliona hata Mount Kenya ni religion tu. Imejengwa na watu wako na pesa. Lakini ninawahurumia kwa sababu they are investing mahali penye hapazalishi. Wanajenga, wanapeana pesa sijui za nini na nini. But that is wastage of money and time. Mbona tuzunguke na njia ipo? Watu wakuje pamoja. Mimi hata watu wa Mount Kenya wakiniambia kikao iko, kwanza nitakuwa kwanza kufika. Pia mimi ninatafutilia. Watu tumechoka. Manake tumedanganywa miaka mingi. Watu tumebebeshwa mizigo na utawala wa dunia. Tumechoka. Watu tutafutilie huyu mtumishi wa Mungu yuko wapi, because I'm sure pia yeye huenda anazungumza na pengine watu wanamuona nje na nini. Unajua vitu za Mungu ni za ajabu, manake Mungu anatumia vidhaifu na vinyonge. Labda hajulikani sana. Kwa hivyo watu hawashughuliki sana naye kabisa. Because people are after degrees, masomo, pesa na nini na influence. But God is not after that. Mungu unaweza pata ni mtu mwenye yako lakini pia ni mashida tu. But God does not consider that. Chenye ana consider ni chenye ameweka ndani mwake. So watu wa Mount Kenya, fungukeni macho.
Kwa sababu ninawalaumu kwa sababu huyo mtu angekuwa Western, mimi singekuwa Nairobi hii natafutilia pia mimi. Yeah. And it is not sio jambo rahisi Mr. Farudhi, mtu kama mimi kuacha shughuli zangu kufuata mambo kama haya. Ama niko mwenda azimu. Unajua naweza kuwa mguruki na sijui. Nimeacha vitu zangu and I'm pursuing this matter because I'm sure iko. Na mtu anaenda kuleta sarakasi zake, anafumu vitu zake and dividing people. I feel very bad. I'm so much embarrassed. Kwa sababu watu ukipotosha watu hivyo, kitambo tena watu watafutulia wajue ukweli, na shetani anaua watu na unaona mambo yako. There is a time God gave me a word there is tribal war coming. Na nimeona imeanza. Sasa hii ufalme wa amani ndio itasuluhisha haya mambo yote. Ndio tujue Mkalenjin, Mkikuyu si adui yako. Mluya, Mjaluo sio adui yako. Kwele. Na watu wamedanganywa na wanasiasa na wafunguki macho. Kwanza wacha niulize hata kama ndugu zangu hawa Wajaluo. Mimi nikipita kule kwa gari nikienda nyumbani, inapata mpaka wengi hata hawana maji, wanaoga maji ya mvua kule kando kando ya barabara. Bado wanasema Raila baba, nani amewaroga? Bado hata hawana maji wengi. Wengi wako kwa umaskini, wako kwa mashida, lakini wanatumikia familia ya Jaramogi Oginga Odinga tu. Nani amewaroga Wajaluo? Amedanganya Waluya pia wamekuwa hapo wametumika miaka mingi sana. Musalia sijui na wanajifanya ndio kingpin. Musalia wewe sio spokesman wangu na nataka iwafikie. Nani alikuteua tu wewe uwe msemaji wa Waluya? Wewe ni msemaji wa wewe kivyako. Maana wanapeleka tumbo zao. So Wakenya na Waluya na wote tutafute sauti ya Mungu. Mtu mwenye atasimama with no partiality, mtu atasimama na maslahi yenu, sio mtu wa kujitafutia. Sure. Yeah. So watazamaji msidanganywe. Na mimi hii have no fear of anybody. Hizi mambo za makura msidanganywe. Na mimi yeyote mwenye anaona nasema ukweli akuja ni challenge na ukweli wa Mungu. Tunatafuta kiongozi sio wa kupigiwa kura. Mmejaribu madegree. Ruto anaitwa doctor. Amewasaidia na nini? Si bado mnalia? Mlitafuta from royal family sijui na nini? Haijawasaidia. Sasa wakati umefika tutafutilie ukweli wa Mungu. Na Wakenya ninarudia na sitawaficha. Mkijidanganya tena 2027 muende, mnaenda slaughter. Na msiseme sikuambia because the time will come nitasema nimenawa mikono. Ukisoma in the book of Ezekiel chapter 3, Biblia inasema Mungu akikutuma uwaonye na usiwaonye, atahitaji damu yao kwa mikono yako. Kwa hivyo Mr. Farudhi mimi ninanawa. Wakenya mkidanganywa tena mrudi kwa kichinjio. Mungu atawaacha kwa sababu watu wasipotii Mungu, Mungu anajiondoa. Utaita Mungu wewe na utasikia akijibu. But the time has come. Tuache kudanganywa. Mkoloni baada ameweka mkono wake huko ndio mnaona mnahangaishwa. Mkenya imagine mtu anaua ndugu yake. Na hata mapolisi mimi ninawashauri na sio wote wabaya, there are those that are very nice. Usiue ndugu yako kwa sababu bado unamhitaji na anakuhitaji. Tuwe na undugu tu kwa sababu huyo mwenye unatumikia hana faida yoyote. Let us serve God na tuheshimu Mungu na tuogope Mungu. Hiyo itatusaidia. Kwa hivyo watu wawe macho na wajue kwamba utawala wa dunia ifike kikomo. Lakini Mungu atakuja kutuokoa kwa urahisi ikiwa tutatii sauti yake. Kweli. Dini ni utumwa iondoke. Utawala wa democracy tuachane nayo. Tutawaliwe na Mungu. Na ndio revival yenye pastor wanazungumzia day and night kwa sababu it is all about leadership. Ikianzia huku na ndio hata ninasikia wimbo mwingine kuna jamaa huwa anaimba eti dunia imejaa utukufu wako, which is heresy. Ukisoma hapa chapter 2 and verse 14, hapo ndio Mungu aliahidi kwamba atajaza dunia yake with his knowledge and glory. Sasa hizi utukufu wa Mungu uko wapi kwa dunia hii? Kwani kutakuwa na utukufu wa Mungu ndio watu wapatikane kwa are hizi vitu zinafanyika? No, that is not the glory of God. So in the kingdom ndio utapata kuona utukufu wa Mungu sasa ukijidhihirisha katika dunia. Hapo kutakuwa na amani, watu watapendana, uadui utakuwa umeondoka. Lakini ikiwa watu wamekataa wanataka kuendelea na this system, na kuambia tutakuwa na shida. So let us listen and hearken unto the voice of God. God is after restoring his church, which is his kingdom, and that is the body of Yeshua. Mkikuyu na Mluya wawe kimoja, Mjaluo na Mzungu wawe kitu kimoja. We shall be united in one spirit and in one accord. Yeah. So Mungu atusaidie. Maana yake Mungu pia anatuhurumia sana. Anashangaa venye watu wanatapatapa pasipo kujua njia ya kweli. Njia ya kweli ni Mungu peke yake. Kwa hivyo Wakenya tuaje kutapatapa. Let us seek for God chosen servant. Mwenye yako pengine wamsikia ama mnamsikia mnampuuza, lakini watu wa Mount Kenya hapa ndio ninaalaumu au ndio ninasisitiza kabisa kwa sababu hao ndio hilo jukumu lilitikwa kule. Kwa sababu wanafuatilia unabii wa Chege Mungu wa Kibiru ni wa miaka mingi sana, but it is so relevant na inazungumzia ukweli. So let us seek
Manake hili jambo hakuna jamii nyingine inafuatilia. Ingekuwa inafuatiliwa Uluhyan, ningekuwa pia nafuatilia kule. Yeah. So tuachane na Mungu wa milima. Tukianza kutafuta Mungu wa milima, hata mimi nitaenda ningekuwa Mount Elgon natafuta kule. Mungu wa milima hawezi tusaidia. Tutafute Mungu wa kweli, ambaye ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambaye anataka kuanzisha ufalme wake here from Kenya. Okay. Yeah. Wow, thank you so much. Nafikiri tutafikia kikomo hapo. Yeah. Na sijui kwa sababu nafikiri hawa watu saa zingine wakati mwingine wamechanganyikiwa kidogo. Yeah. Hawajui wamwamini nani, hawajui waende kanisa wapi, hawajui wafanye nini. Sijui labda ungewaambia mtu akitaka kuchagua ile kanisa atakayemtumikia Mungu, ataangalia nini ndio aweze kujua mtumishi wa ukweli? Unajua saa hizi hakuna kanisa, saa hizi ni dini ziko. We are in church apostasy. Na kanisa ndio tunatafutilia ili the kingdom of God sasa. Kwa sababu after church restoration, Mr. Farudha, tutakuwa na majina yenye unaona kama hizi religions zenye wanatoa kwa Biblia, ati hii inaitwa sijui good news na nini na nini, hiyo uongo shetani itakuwa. Kanisa litabaki tu kama kanisa la Kidhurai, kanisa la Kahawa West, kanisa la hilo. Sasa kutakuwa na one doctrine ambayo ni ya Mungu. Na ndio unasema, naona nasisitiza tutafutilie huyo kiongozi ambaye is a prophet of God, ambaye Mungu aliteua for this season. Manake for every time, nitarudia tena, Mungu anainua mtumishi wake ambaye anarejesha watu katika ukweli. Manake katika hata hizi dini kuna wale wa ukweli, sikatai mapasta wako wa ukweli. But sasa hii ni mbivu na mbichi imechangamana. Magugu na ngano ziko pamoja. But sasa wakati umefika, after kutakuwa na dispensation ya kutafutilia ukweli, hii ni ndio ukweli utadhihirika sasa. Sasa haitakuwa ownership ya dini. Unajua dini ni za watu tu. Na ndio unaona watu ukienda pale kwa komanda huyu mtandike, watakushika. Na ndio unaona shetani amewekea watu nira. Hata ukimkosoa sana wanaweza kukuletea media umetumia sijui media vibaya, lakini unaozungumzia ukweli. Sasa ikishatoka haitakuwa ni ya mtu. Sasa hata kama ni komanda, kama watatubu warudi hiyo ukweli, utaingia kwa ukweli, si ulete kiherehere yako huko. Sasa hapa haitakuwa under ownership of any person. Itakuwa under ownership ya Mungu mwenyewe, Kristo ambaye ni kichwa la kanisa. Sasa hizi sio Kristo anaongoza hizi dini. No. It is until wakianalign na yeye sasa atakuwa kichwa. Sasa hizi dini the devil ndiye anaongoza. Ukisoma 2 Thessalonians chapter 2 and verse 4. Na shetani mwenyewe 2 Thessalonians chapter 2 and verse 4 atajikendisha katika kiti na akajinua kana kwamba yeye ndiye Mungu. Akijipiganisha na anapigana na chochote kinachoabudiwa ama kuitanishwa na Mungu. So the devil is the head of religions. Divide and rule. So hatuwezi pata kanisa until tutafutilie huu kweli na watu wajumuike pamoja, tupate huyu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameteua kwa ajili ya season hii na haya tuelekeze. Sasa ndio driver. Na ndio ninaambia hata watu wa Mount Kenya, mambo ya udhamaki wa dai hata haijapigwa starter gari. Kwa sababu gari haiwezi endeshwa bila dereva. Sasa tukipata dereva, sasa mambo mengine tutafuata. Sasa watu ndio mimi nilikuwa hata I am insisting because hili jambo silo la Nando peke yake kuamua, ni Mungu aamue na masalio ya Mungu. Mimi si peke yangu, sio masalio ya Mungu. Tukijumuika pale, hata mimi ninaomba Mungu, ikiwa mtazamaji ananisikia yote, watu wengi wako na kiu and have been following. Hata kuna wengi matapeli wameibia watu, wanatuma pesa hata kutoka ngambo, pesa mingi sana na wanawaibia watu and the people are sponsoring kitu yenye sio ukweli, na watu wako na kiu cha Mungu. So I'm urging anybody that is listening to me, hata ikiwa uko na msaada, hata usumbukana na nini, if people can gather, tuanze kupea hata watu awareness. Sio mimi hata nikienda pale tiniseme na mimi hata tuite watu, anybody mwenye anasema ndio Mungu ametuma akuje, ama mwenye anasema ako na abinga ajilete. The history is repeating itself. Itakuwa ni kama ile wakati wa Elijah na manabii wa Baali. Hapo ndio tutajua mbivu na mbichi through the word. Hata sasa Mr. Farudha tuhitaje tu, lazima nilisikia mwingine akisema eti ishara imeonekana. Hatuhitaji hata ishara tayari iko. Ukisoma Jeremiah chapter 23 and verse 29, neno la Mungu ni moto. Sasa moto gani unataka na tuko nao? Watu watigewa wakati mtaanza kuona mambo yamekuwa magumu na solution hakuna, ujue wakati nyakati za mwisho zimewadia. So watu kikao ndio na insist, we need physical movement. Watu wawe wapewa awareness, watu wakuja wachangamane, sio watu kukaa kwa bedroom kujadiliana na kupanga mambo yao kivyao. Hapana, this is a public matter. Yeah. Good, thank you so much. Asante sana. Labda mtu angetaka kuwasiliana nawe atakupataje? Yule mtu ambaye anahitaji kuwasiliana nami, namba yangu ni 0724 714 939. 0724 714 939. Okay. Yeah.
Kids to kurekeria hau mwirori wa Farothi wa Thayo TV. Thank you niko shagora kututhikiriria. Asante sana, nashukuru kwa sababu ya kuweza kuwa nasi wakati wa leo. Hatujafunga mlango. Ikiwa una ujumbe, tafadhali tuwasiliane ili ukaweza kuja hapa na kuwapa. Tukurekeria hau thegio tafarira no kurugamiriro ni Express Teranzo Center. Ngunegere na bashia thimu iria kumeta na cio 0798333000 0798333000 na beyo ni okuhuthira ukende kunyita Express Teranzo Center muno makiria nigetha ukorwo giteretanga nao, nigetha ukorwo kiaria nao, na nigetha ukorwo ugifangana nao ria kwambiriria gwikirirwo Teranzo as soon as possible, right? Good. Na ningino wega ngikuririkania ate kuria Mali Pwani kule mwana wa Malindi, courtesy of Maliland Realtors Limited, tuina project jerumo noreto Mali Pwani iri farafaraini hutetie rami kumahari ya River Sabaki guka nginya site ni 26 minutes. Ningino wega kukwira kuma haha guthia hari ya handu hegu itwo Marafatauni less than a minute. Koguo kirio gwika ndo waranirie na ithwe tukobange tondu burati handi na goro no igwa hutitie rami tamagaturendia 200 ma 50 cash kwa hinda rĩa mĩeri 3 300 kwa hinda rĩa mĩeri 4. You can imagine with the deposit of 100,000 ni ukwigwira kanyamu haha no wega gwire thogora ucio inclusive of title deed. Koguo wibange rutene nigetha twambĩrĩria thabarĩ gaka kahũthũ na kega na kahoreru gakũigithia kũrĩa mwena wa Malindi harĩa Mali Pwani barabara-inĩ ya gũthiĩ Marafa, handu hega mũno kahutĩtie rami, maĩ na thitima irĩ kuo, na ngiuga thitima imũkĩra ũyũ ũngĩ maĩ njirani nĩ marahũthĩra. Koguo no wega gũkĩkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ tũgũbanga korwo nĩ ũkwenda mabu twarĩre kũtũkĩra 0798 008 kana 0720203721 0720203721. God bless you so much. Bye bye. Walipokuwa wakijenga, walitamani sana kuona sakafu inayovutia, isiyoharibika kwa urahisi na inayoangaza kwa umbali. Je, wajua sakafu ya Terazo ndiyo iliwapa jibu kamili ya walichokuwa wakitafuta? Inawekwa kwa urahisi na kwa utaratibu unaofaa. Hii ni baada ya kutayarisha sakafu vilivyo, kisha mwaga mchanganyiko wa mawe na simiti na rangi. Lainisha na uhakikishe imemwagwa kwa umakini kutumia rola. Subiri kati ya siku 3 hadi wiki 1 ikauke. Baada ya hapo, anza kuosha ukitumia mashini spesheli ya kazi hii na maji, na baadaye tumia acid kuosha ili kutoa uchafu na madoa sugu. Malizia kwa kupaka mafuta au polish ya kuifanya idumu. Ikiwa unajenga kanisa, hospitali, shule, apartment, nyumba ya kuishi, viwanda, vinywaji vya mafuta, benki au mjengo wowote ule, tutembelee, kwani tuna mafundi wenye ubunifu na tajriba ya hali ya juu na uzoefu wa muda mrefu. Express Teranzo Center tunakuuzia bidhaa za hali ya juu na kukuletea mahali popote nchini. Tutembelee leo Ruiru Bypass Kamakis pale Karuguru, mita chache kutoka RFH Hospital, au piga simu 0798333000. Express Teranzo Center Bypass. You dream it, we fix it.